pepo wa kale ambaye hupitia miili ya binadamu ili kueneza maafa na kuangamiza roho moja baada ya nyingine. Filamu inaanza kwa kumwonyesha daktari mmoja anaitwa Danny akichunguza hali ya maiti. Mwili huo unatambulika kuwa ni mgonjwa wa daktari wa akili, psychiatrist, ambaye pia ni rafiki wa karibu wa Danny anayeitwa Beth. Akiona hali ya mwili huo ilivyo mbaya, Danny hawezi kuamini kuwa mtu aliyehusika na mauaji hayo ni rafiki yake mwenyewe. Baada ya kumaliza uchunguzi, Danny anafanya haraka kwenda kuonana na Beth, ambaye kwa sasa anashikiliwa kwenye chumba cha upweke katika hospitali ya wagonjwa wa akili. Danny anataka kumuuliza Beth moja kwa moja sababu zilizomfanya amuue mgonjwa wake mwenyewe. Kwa sababu kwa daktari, usalama wa mgonjwa unapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza kila wakati. Danny anaamini kuwa Beth lazima ana sababu nyingine ya kufanya kitendo hicho cha kikatili. Hivyo anamwomba Beth amweleze jinsi kila kitu kilivyoanza. Beth anaanza kusimulia matatizo ambayo amekuwa akiyapata. Beth ni daktari wa akili mwenye sifa nzuri sana mjini kwake, anapendwa na kuheshimiwa na kila mtu anayemzunguka, wakiwemo wagonjwa wake, kwa sababu amewasaidia wengi wao kutatua changamoto zao za kibinafsi. Siku moja akiwa anafanya kazi ofisini kwake, Beth anatembelewa na kijana mmoja anaitwa Asa, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Miskatonic. Asa anakuja kumwomba Beth amsaidie kutatua tatizo lake, akiwa amepata habari kumhusu kupitia kitabu ambacho Beth mwenyewe alikiandika. Kitabu hicho kinazungumzia matukio ya roho kutoka nje ya mwili, out of body experiences, mada ambayo inashabihiana sana na kile Asa anachopitia kwa sasa, na Asa anaamini Beth ndiye mtu pekee anayeweza kumsaidia. Asa anaeleza kuwa amekuwa akipitia hali ambapo roho yake huacha mwili wake na kuingia kwenye mwili wa baba yake. Ingawa inasikika kama jambo lisilowezekana, Asa anasisitiza kuwa kwa kweli amebadilishana mwili na baba yake, ambaye jina lake ni Ephraim. Asa anaamini kuwa haya yote ni kazi ya baba yake na anaogopa kuwa Ephraim hatautoa mwili wake tena. Kwa sababu ya hofu hiyo, Asa anamwomba Beth waende naye nyumbani kwake, ambako hakuko mbali na mahali pa kazi pa Beth. Beth anakataa mara moja, akieleza kuwa hana mamlaka ya kutembelea nyumba ya mgonjwa. Baada ya kusikia hadithi ya Asa, Beth anampima na kuona ana dalili za ugonjwa wa akili wa schizophrenia, na anamshauri Asa akatafute matibabu kwenye kituo cha afya ya akili kilichopo chuoni kwake. Katika katikati ya mazungumzo yao, baba yake Asa, Ephraim, anampigia simu mara kwa mara. Asa anakataa kupokea kwa sababu anaogopa baba yake atachukua udhibiti wa mwili wake, lakini hatimaye akishindwa kuvumilia mlio wa simu, anapokea. Anapozungumza na baba yake, Ephraim anasikika akisoma kitu kama maneno ya kishirikina, spell, na ghafla mwili wa Asa unaanza kutetemeka kwa nguvu sana. Baada ya mitetemeko hiyo kukatika, utu wa Asa unaonekana kubadilika kabisa. Asa anayesimama mbele ya Beth sasa anaonekana kuwa na kujiamini sana na haogopi lolote, tofauti kabisa na yule kijana mwenye hofu na mshtuko waliyekutana naye mwanzoni. Kushuhudia badiliko hili kubwa kunamwacha Beth katika mkanganyiko mzito, na anadhani kuwa tabia ya Asa inathibitisha imani yake kwamba kijana huyo anasumbuliwa na tatizo la utambulisho, dissociative identity disorder. Beth anampa Asa namba yake ya simu haraka, akitumaini kuwa atamtafuta akipata matatizo. Bila mazungumzo zaidi, Asa anaondoka. Kwa mara ya kwanza, Beth anahisi kutulia na hawezi kuacha kumfikiria Asa. Akiwa amezidiwa, anamshirikisha mumewe Eddie, ambaye anamsikiliza kwa uvumilivu wasiwasi wake wote kama mume mwaminifu. Beth anajaribu sana kuacha kumfikiria Asa, lakini hata afanye nini, juhudi hizo hazizai matunda kwa sababu Asa anaendelea kumwandama mawazoni. Hata wakati Beth na Eddie wakiwa katika faragha ya unyumba, Beth anajikuta akimwaza Asa badala ya mumewe. Siku iliyofuata, Beth, ambaye bado hawezi kuacha kumfikiria Asa, anaamua kwenda nyumbani kwa kijana huyo ili aonane naye. Hata hivyo, anapofika, Asa ameshatoroka nyumbani na mtu pekee aliyepo ni baba yake, Ephraim. Ephraim ni mzee ambaye amepooza nusu ya mwili na hawezi kuishi bila dawa. Anaeleza kuwa Asa ametoweka kwa siku kadhaa sasa. Beth anamwambia Ephraim kuwa Asa alikuja kumwona kuomba msaada na anatumaini Ephraim atashiriki katika kusaidia matibabu ya mwanawe, lakini Ephraim anaonekana kutojali kabisa.
Anaamini kuwa hata kama Asa atakaa mbali kwa muda gani, mwishowe atarudi nyumbani tu. Wakati wakizungumza, Beth anaona kitabu kwenye meza ya Ephraim chenye michoro ya matambiko ya kishirikina, jambo linaloashiria kuwa Ephraim ana shauku kubwa na uchawi wa giza. Muda mfupi baadaye, Ephraim anaanza kukohoa sana, na kwa kumwonea huruma, Beth anamsogelea ili kumsaidia, lakini bila kutarajia, Ephraim anatoa kisu na kumkata Beth mkononi, kisha anamfukuza nje ya nyumba kwa nguvu. Beth anarudi kwenye ratiba zake za kila siku, huku akisubiri habari zozote kutoka kwa Asa, bado akiwa na wasiwasi mkubwa juu ya hatima yake. Siku moja, wakati Beth akifanya kikao cha matibabu ya kisaikolojia, hypnosis therapy, na mgonjwa mwingine, Asa anatokea ghafla ofisini kwake. Kwa sababu ana kazi, Beth anamwomba Asa asubiri kwenye chumba cha wagonjwa hadi amalize, lakini anapoenda kumwona baada ya kikao, Asa ameshaondoka bila kuacha ujumbe wowote. Usiku huo baada ya kazi, Beth anazungumza na Eddie tena kuhusu Asa, na wakati anajitayarisha kuoga, anapokea simu kutoka kwa Asa. Akisikika kuwa na hofu kubwa sana, Asa anamsihi Beth aende nyumbani kwake haraka iwezekanavyo. Akihofia kuwa jambo baya linaweza kumtokea, Beth anakimbia kuelekea huko, licha ya Eddie kumwonya asijihusishe sana na maisha binafsi ya mgonjwa na kumshauri apige simu polisi badala yake. Beth anakataa na kwenda nyumbani kwa Asa, ambapo anashtuka kumkuta Ephraim akiwa lala sakafuni akiwa nusu mfu. Beth anajaribu kusaidia kwa kupiga simu polisi na kumpa dawa zake, lakini Asa anaipokonya simu yake na kuitupa mbali, akisisitiza kuwa Ephraim aachwe afe. Asa anafichua mpango wake wa kumuua Ephraim ili mzee huyo asiweze kuutoa mwili wake tena. Hapo ndipo inafahamika kuwa Ephraim anamiliki uchawi mweusi unaomwezesha kubadilishana miili na watu wengine. Ameshachukua udhibiti wa mwili wa Asa mara 2, na akifanikiwa mara ya 3, mabadilishano hayo yatakuwa ya kudumu, ikimaanisha Ephraim atamiliki mwili wa Asa milele. Asa anataka kuzuia hili kwa hali na mali, huku akifichua kuwa Ephraim si baba yake mzazi, bali ni pepo mbaya aliyetoa mwili wa baba yake. Sasa anautafuta mwili mdogo wa Asa kwa sababu mwili wa baba yake umechoka na haufai tena. Beth akiwa bado anang'ang'ana kuelewa hali hiyo, anamsihi Asa apige simu polisi, lakini Asa anapandwa na hasira na kumtaka Beth amsaidie kumkata kichwa Ephraim, akidai kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kumuua yule pepo aliyemo ndani ya mwili wa baba yake. Ghafla, Ephraim anainuka tena kimuujiza. Licha ya mwili wake kuwa mahututi, pepo aliyemo ndani yake bado yuko hai. Ephraim anamkamata Asa na kumnong'oneza maneno ya kishirikina sikioni, jambo linalosababisha miili yote miwili kutetemeka kwa nguvu wakati mabadilishano ya roho yakifanyika. Ephraim anafanikiwa kuingia kwenye mwili wa Asa. Wakati roho ya Asa ikihamishiwa kwenye mwili wa baba yake unaokufa, Beth anatazama kwa mshtuko na mkanganyiko, akishindwa kuelewa kinachoendelea. Baada ya mabadilishano hayo, Ephraim anakuwa amemiliki mwili wa Asa moja kwa moja. Beth, bila kujua ukweli, anaamini kuwa mabadiliko ya tabia ya Asa ni matokeo ya ugonjwa wa akili. Akiwa ndani ya mwili wa Asa, Ephraim anamshawishi Beth na kumwalika kufanya mapenzi, na kwa sababu Beth alikuwa amevutiwa na Asa tangu mwanzo, anakubali na kulala naye. Wakati wa tendo hilo, Ephraim anatumia fursa hiyo kusoma maneno mengine ya kishirikina, akisababisha mabadilishano ya muda ambapo roho ya Beth inaingia kwenye mwili wa Asa, huku Ephraim akitwaa mwili wa Beth. Beth anajikuta katika hofu kuu, akishindwa kuelezea kwa mantiki jinsi alivyoishia ndani ya mwili wa Asa, huku akitambua kuwa jambo hili haliwezekani kuelezewa na tiba, bali ni matokeo ya uchawi mweusi. Baada ya hapo, wote wawili wanarudi kwenye miili yao ya asili. Muda mfupi baadaye, Ephraim anatambua kuwa Asa wa kweli, ambaye roho yake ilikuwa ndani ya mwili wa mzee Ephraim, ametoweka bila kuacha alama. Ephraim anatoka haraka kwenda kumtafuta Asa ambaye alikuwa akijaribu kumtoroka. Baada ya Ephraim kuondoka, Beth anachungulia kwa ufupi yaliyomo kwenye kile kitabu cha uchawi cha Ephraim. Ghafla, Beth anashtushwa na kutokea kwa Asa wa kweli, ambaye kumbe alikuwa amejificha chumbani humo muda wote. Asa, akiwa sasa amenaswa ndani ya mwili wa mzee Ephraim, anamsihi Beth amsaidie kutoroka. Beth, bila kujua ukweli, anamwamuru Asa akae mbali naye. Akisikia fujo hizo, Ephraim anarudi, ananyakua kisu na kuuchoma mwili
mwili wenye roho ya Asa. Bila kuishia hapo, Ephraim anakata kichwa Asa ili kuhakikisha amekufa kweli. Wakati huo huo, nyumba ya Asa inaanza kuwaka moto baada ya mshumaa kuanguka chini ya meza. Kushuhudia tukio hili la kikatili kwa macho yake linamwacha Beth akiwa na hofu kubwa mno, na bila kusita anakimbia kutoka kwenye nyumba hiyo. Akiwa hajui amgeukie nani mwingine, Beth anaelekea ofisini kwa rafiki yake Dani, ambaye pia ni daktari wa akili. Kama wafanyakazi wenza, Dani na Beth mara nyingi hushirikiana matatizo yao na kutegemeana wakati wa nyakati ngumu. Na safari hii Beth anatafuta uelewa wa Dani. Hata hivyo, Dani anashindwa kabisa kuelewa kile Beth anachosema, na badala yake anadhani kuwa Beth ana msongo wa mawazo tu kwa sababu ya kukiuka miiko ya kimaadili kati ya daktari na mgonjwa, ambapo mahusiano yaliyokataziwa hayaruhusiwi. Dani anamshauri Beth awe mkweli kwa Eddie kuhusu kulala na mgonjwa wake. Beth kisha anarudi nyumbani, lakini anatembelewa na maafisa wawili wa polisi wanaoomba maelezo yake kuhusiana na moto uliotokea nyumbani kwa Asa na kumrudishia simu yake iliyopatikana uwanjani hapo. Maafisa hao walipoondoka, Eddie anakiri jinsi anavyohofia hali ya Beth na kumtaka aeleze nini kilitokea usiku uliopita. Beth anakiri kuwa alilala na mgonjwa wake, na kusikia hivi kuna mvunja moyo Eddie kiasi kwamba anakataa kuonana na Beth kwa muda. Akijihisi mwenye hatia, Beth anaamua kukaa ofisini kwake hadi Eddie atakapokuwa tayari kumsamehe. Siku chache baadaye, Beth anawasiliana na Eddie na kuomba wakutane, akiahidi kufanya lolote ili kupata msamaha wake. Kisha anarudi nyumbani ikitumaini kupata suluhu. Wakati huo huo, mahali pengine, Ephraim ambaye sasa anamiliki mwili wa Asa anajiandaa kwa mabadilishano mengine ya mili na Beth. Anajifunga pingu makusudi na kujifungia ndani ya seloya ya chini ya nyumba, basement, ili roho ya Beth itakapohamia kwenye mwili wake ashindwe kutoroka. Baada ya kukamilisha maandalizi yake, Ephraim ampigia Beth simu wakati akiwa ndiyo kwanza amemaliza kuoga. Bila kujua hatari yoyote, Beth anapokea simu hiyo na Ephraim anaanza kusoma maneno ya kishirikina. Katika papo hapo, Beth na Ephraim wanabadilishana mili tena. Safari hii, Beth akiwa sasa ndani ya mwili wa Asa, hatimaye anakubali ukweli kwamba kubadilishana mili ni jambo linalotokea kweli, na anatambua kuwa amenaswa chini ya nyumba ya Asa, akizungukwa na michoro ya mapepo na matambiko ya kafara. Akiwa anatafuta namna ya kutoroka kwa kukata tamaa, Beth anaiona simu ya Asa karibu na kuitumia kuwasiliana na Dani ili kuomba msaada. Akijua kuwa Dani hawezi kuamini kamwe kwamba roho yake imeingia kwenye mwili mwingine, Beth anajifanya kuwa ni rafiki wa Beth na kudai kuwa Beth yuko katika hatari kubwa. Bahati mzuri, Dani anasikiliza na kuelekea nyumbani kwa Asa kwa haraka. Akiwa huko, Beth anajaribu kueleza kuwa roho yake iko ndani ya mwili wa Asa na kwamba kila kitu ni kazi ya Ephraim. Beth hatimaye anaelewa kuwa njia pekee ya kumsimamisha Ephraim ni kumkata kichwani kwenye mwili anaoumiliki, jambo linaloeleza kwa nini Asa alikuwa na hamu kubwa ya kumuua na kumkata kichwa Ephraim hapo awali. Ingawa Asa alishindwa na kupata mwisho wa kusikitisha, sasa Beth ana nafasi moja ya mwisho ya kupambana, kwa sababu ikiwa Ephraim atautwaa mwili wake wa Beth tena, Beth atanaswa ndani ya mwili wa Asa milele. Kwa Dani, hadithi hiyo inaonekana kama kitu cha kutungwa na kisichowezekana. Anasema kwa msisitizo kuwa hamwamini Beth. Dani kisha anauliza mwili halisi wa Beth uko wapi ikiwa roho yake iko ndani ya Asa. Swali hilo linamtisha Beth anapotambua kuwa mwili wake uko nyumbani kwa sasa na kwamba Ephraim anayeishi ndani ya mwili huo hivi karibuni atakutana na Eddie. Akihofia kuwa jambo la kutisha litatokea, Beth anapiga simu polisi mara moja na kuwaomba wakamalizie usalama wa Eddie, lakini anakuja kugundua kuwa Eddie yuko salama kwa sababu Ephraim amekuwa akitumia mwili wa Beth kufanya mapenzi ya kikatili na ya kinyama na Eddie. Beth anaendelea na mazungumzo yake na Dani kwa sababu Dani bado anakataa kuamini madai ya Beth kuhusu uwezo wa kubadilishana miili. Beth analazimika kufichua siri inayojulikana na wao wawili tu, akitumaini kuwa hii itamsadikisha Dani kuwa roho ya Beth kwa sasa iko ndani ya mwili wa Asa. Ghafla, miili yote miwili wa Asa na wa Beth inaanza kutetemeka tena, ikiashiria mabadilishano mengine. Baada ya kurudi kwenye mwili wa Asa, Ephraim anamwambia Dani aondoke nyumbani hapo mara moja.
Dani anaachwa na mkanganyiko kutokana na mabadiliko hayo ya ghafla ya tabia, na anadhani kuwa Beth na Asa wanacheza mchezo fulani wa ajabu na mchafu. Wakati huo huo, Beth anajawa na utulivu baada ya kumwona Eddie yuko salama na hajajeruhiwa. Eddie kisha anamkaribisha Beth kufanya mapenzi ya kikatili na makali tena. Ni katika wakati huu ambapo Beth anatambua kuwa Ephraim amemdhalilisha Eddie wakati akiwa ndani ya mwili wake. Badala ya kukataa, Eddie amekuwa kama mraibu wa tukio hilo. Akihofia kuwa Ephraim anaweza kumiliki mwili wake tena, Beth anamwomba Eddie asionane naye tena, akichagua kumwacha kwa muda ili kumlinda. Anasema heri ya kuonana na kuondoka, akimwacha Eddie akiwa amechanganyikiwa na kutikiswa. Beth anarudi ofisini kwake akiwa na uhakika kuwa Ephraim atakuja kumtafuta na akiwa amedhamiria kumaliza kila kitu mara moja. Kama ilivyotarajiwa, Ephraim anafika ofisini kwa Beth. Beth anahoji Ephraim ni nani hasa na anatokea wapi. Ephraim anafichua kuwa yeye ni pepo ambaye ameishi kwa karne nyingi kwa kuhama kutoka mwili mmoja hadi mwingine. Hawezi kukumbuka hasa amekuwepo kwa muda gani, ila anajua tu amekuwa duniani kwa mamia ya miaka. Akikataa kuruhusu mtu mwingine yoyote kuwa mwathirika wake, Beth anabuni mpango wa kuruka nje ya dirisha la ofisi yake. Wakati Ephraim anaposoma maneno ya kubadilishana miili, hutumaini Ephraim atakufa akiwa ndani ya mwili wake. Lakini jambo hili linashindikana. Badala yake, Ephraim anamfanyia changamoto Beth, akiahidi kuwa anaweza kurudisha maisha yake ikiwa tu atafanikiwa kumuua kwa kisu. Beth anakuja na wazo lingine. Anamfanyia Ephraim matibabu ya kisaikolojia, hypnosis, kwa kutumia mwanga unaoakisiwa kutoka kwenye kisu, jambo linalofanikiwa kumchanganya kwa muda. Akichukua fursa hiyo, Beth anamchoma Ephraim kichwani na kumsukuma nje ya dirisha la ofisi, kisha anakimbia chini kumpiga hadi ashindwe kupambana tena. Hata hivyo, kabla hajamaliza kazi hiyo vizuri, Beth anakamatwa na polisi. Hivi ndivyo Beth anavyoishia kufungiwa katika chumba cha upweke kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili, kichukuliwa kama mtu mwenye ugonjwa wa akili, huku kila mtu akiamini kuwa alichanganyikiwa baada ya kufanya kitendo cha kikatili dhidi ya mgonjwa wake. Beth anamwambia Dani kuwa hakuwahi kufanikiwa kumkata kichwa Ephraim, na anamsihi Dani afanye hivyo ili Ephraim asiweze kuutwaa mwili mwingine tena. Baada ya kusikia hadithi nzima, hatimaye Dani anaamini kila kitu ambacho Beth amesema. Katikati ya mazungumzo yao, Beth anaanza kutetemeka tena ghafla. Inatokea kwamba ingawa mwili wa Asa ulikuwa umeharibiwa vibaya, Ephraim bado yuko hai ndani yake na anaanza kusoma maneno mengine ya kubadilisha miili. Kama Beth angekuwa amekata kichwa cha mwili wa Asa mapema, Ephraim asingeweza kuishi, lakini sasa ni kuchelewa mno. Mwili wa Beth unatwaliwa kikamilifu na Ephraim, na roho ya Beth inanaswa ndani ya mwili wa Asa ulioumia vibaya sana. Ndani ya chumba cha upweke, Dani anachanganyikiwa sana anapoona tabia ya Beth ikibadilika mara nyingine tena. Anatambua haraka kuwa kile kilichomo ndani ya mwili wa Beth si Beth anayemjua. Muda mfupi baadaye, mlinzi wa hospitali anamuita Dani kwenda chumba cha kuhifadhia maiti, ambapo mwili wa Asa uliopondeka unaonekana ukijitikisa wenyewe. Dani anaelewa mara moja kuwa roho ya Beth sasa iko ndani ya mwili wa Asa, na anafanya kila awezalo kuuweka hai mwili wa Asa ili roho ya Beth iweze kuendelea kuishi pia. Dani kisha anakimbia kurudi kwenye chumba cha upweke ili kumkabili na kumshambulia Ephraim ambaye ametoa mwili wa Beth, lakini badala yake Ephraim anachukua udhibiti wa mwili wa Dani. Akiwa sasa ndani ya Dani, Ephraim anawaamuru walinzi kumfunga Beth. Roho ya Dani iliyonaswa ndani ya mwili wa Beth inajaribu kwa kukata tamaa kuwashawishi walinzi kuwa yeye ndiye Dani wa kweli. Wakati Ephraim aliyemo ndani ya mwili wa Dani anapojaribu kumuua Beth, anadondosha bunduki yake kwa bahati mbaya, na Dani anaichukua haraka ili kuzuia Ephraim asimdhuru. Wakati huo huo, roho ya Beth bado iko hai ndani ya mwili wa Asa, na kwa huruma, Dani anaamua kumuua Beth aliye ndani ya Asa ili asizidi kuteseka na maumivu yasiyohimilika ya mwili ule uliopondeka. Baada ya hapo, Ephraim anahamia tena kwenye mwili wa Beth na mara moja anapiga risasi mlinzi aliyekuwa akimlinda Dani. Wakati Ephraim anapojaribu kumuua Dani anayefuata, bunduki inaishiwa risasi, jambo linalompa nafasi Dani kumshambulia.
Kwa nguvu zake zilizobaki, Dani anajaribu kumkata kichwa Beth, lakini mpango wake unashindwa. Ephraim akiwa bado ndani ya mwili wa Beth, anaanza kusoma maneno mengine ya kubadilisha miili na kufanikiwa kujihamishia kwenye mwili wa Dani kwa mara nyingine tena. Tukio la mwisho linamwonyesha Ephraim sasa akiishi ndani ya mwili wa Dani, akitembelewa na Eddie ambaye anakuja kutoa siri zake kwa Dani kuhusu Beth ambaye anaamini amechanganyikiwa. Ephraim anapanga kisiri kuutoa mwili wa Eddie siku moja, akiendelea na maisha yake mapya ndani ya Dani. Kuhusu Dani wa kweli, roho yake sasa imenaswa moja kwa moja ndani ya mwili wa Beth, akiwa amehukumiwa kuishi maisha ya kisikitisha, akiwa amefungiwa kwenye chumba cha upweke kwa muda usiojulikana. Inaelekea kuwa mwishowe, Dani atapoteza akili kwa kufungwa ndani ya mwili wa mtu mwingine, akiwa peke yake kifungoni. Na kwa hayo, hadithi hii inafika tamati.